Mafanikio yapo kwenye kufanya maamuzi sahihi. Mafanikio yapo kwenye kuchukua hatua. Nimekwambia ndani ya mwaka huu 2026 nimesema ni mwaka wa kufanikiwa, lakini utafanikiwa tu endapo utafanya maamuzi sahihi katika mwaka huu. Tumesoma habari za hawa watu waliokuwa na ukoma. Biblia inasema palikuwepo na watu 4 waliokuwa na ukoma, waliokuwa wametengwa katika mji, maana walikuwa wakitengwa kwa sababu ya tatizo walilokuwa nalo. Lakini wakiwa huko wakasemezana wao kwa wao, wakaambiana, tukikaa hapa mbona tutakufa? Maana tunaona jinsi njaa ambavyo inazidi kutulegeza. Lakini pia wakasemezana ya kwamba hata tukienda kwa Washami watatuua vile vile. Wakakaa wakafanya maamuzi sahihi, na katika kufanya maamuzi sahihi hawakubaki na maamuzi yao pale walipokuwa wamekaa. Biblia inasema walipofanya maamuzi, na maamuzi ilikuwa ni kulikabili jeshi la Washami. Lakini walipofanya maamuzi hayo, wakachukua jambo jingine ambalo ni la pili. Wakafanya kupiga hatua kuliendea jeshi la Washami, au kutekeleza kile walichokuwa wamekiamua. Maana maamuzi ilikuwa ni kuliendea jeshi la Washami. Wakachukua hatua, wakaanza kwenda. Ndivyo ninavyokuambia asubuhi ya leo ya kwamba ndani ya mwaka 2026 ukifanya maamuzi sahihi, usiishie kufanya maamuzi, lakini jambo jingine, piga hatua, uanze kutekeleza kile ambacho umepanga ndani ya mwaka. Maana utakapochukua hatua ndipo utaona mafanikio. Utakapopiga hatua ndipo utamwona Bwana akisogeza mguu wa pili. Utainua mguu wa kwanza, wa pili utakuwa ni wa Bwana. Hao wakoma walipochukua hatua, walipoanza kwenda, Biblia nasema Bwana akawasikizisha maadui miendo yao kama mwendo wa magari na farasi. Ndipo akatambua ya kwamba hawa watu wamekodi jeshi jingine ili waje wapigane na sisi. Kumbe ni Bwana ameamua kuwapigania watu 4 waliokuwa wamechukua hatua ya kulikabili jeshi la Washami, na kutamkia mwaka huu ukafanye maamuzi na uchukua hatua. Maana kwenye kuchukua hatua huko ndiko kuna kufanikiwa. Kwenye kuchukua hatua ndiko kuna kuinuliwa. Kwenye kuchukua hatua ndiko kwenye kumwona Bwana. 2026 ni mwaka wa kufanikiwa, ni mwaka wa kuinuliwa, ni mwaka wa kuinuliwa. Kama una imani sema amina, 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 amina. Ukafanikiwe 2026. Kama hujajenga ukajenge, kama hujanunua kiwanja ukanunue, kama unatamani kuoa ukaoe, kama unatamani kuolewa ukaolewa, kama unatamani kusoma ukafanikiwe, mambo yako yakafanikiwe. Ni katika jina la Yesu Kristo ninatamka kufanikiwa. Uchukue maamuzi sahihi na upige hatua. Ukimtanguliza Bwana utafanikiwa kwenye maisha yako. Hao wakoma 4 walidharauliwa, walitengwa, lakini maamuzi yao yalileta muujiza kwa taifa, yalileta ukombozi kwa taifa. Maana kulikuwa na njaa, maamuzi yao yalipelekea wakapata chakula, wakala, wakashiba. Ni kwa sababu waliamua vyema, wakafanya na hatua, ikaleta baraka kwenye maisha yao. Na kuambia, ukifanya maamuzi ndani ya mwaka huu ukachukua hatua, lazima ufanikiwe. Sema amina yenye nguvu. Ukifanya maamuzi sahihi kisha ukachukua hatua, lazima utamwona Bwana akikuinua kwenye maisha yako, akikubarikia kwenye maisha yako. Fanya maamuzi sahihi ndani ya mwaka 2026. Bwana asifiwe sana. Hawa koma wakati wanaenda
watu waliokuwa wamedharauliwa, ni watu waliokuwa wametengwa, lakini maamuzi yao na kuchukua kwao hatua, Bwana alipohusika akawasikizisha maadui zao. Biblia inasema miendo yao wakati wanatembea ikawa kama vile farasi wanakimbia, ikawa kama vile magari yanakimbia. Maadui wakakimbia wakihofia kuna jeshi la Bwana likubwa linakuja. Ngoja nikwambie, mwaka 2026 maadui zako wakupe kisogo kwa jina la Yesu. Waliokuwa na kutesa wakimbie kwa jina la Yesu. Waliokuwa na kuonea wakimbie kwa jina la Yesu. Waliokuwa na leta mateso wakimbie kwa jina la Yesu. Uwe ni mwaka kufanikiwa, sema amina. Ukafanikiwe kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini uchukue hatua sahihi.